Unakumbuka kwamba mtoto wa mzee huyu Kevin alikuwa kwenye mahusiano na mwanadada ambaye ni dada yake na Chika, na hapa tunajua babake mzazi ana ugomvi mkubwa sana na kaka mtu. Hapa Mwamba akaja kumtambulisha mchumba wake nyumbani kwa wazazi wake, lakini mzee akakataa, akasema mahusiano haya hayawezi kuwepo hata kidogo. Hii ni mara baada ya mwanadada kujitambulisha kusema kwamba kakake ni Chika ambaye wana uadui mkubwa sana. Lakini dada pamoja na wifi yake upande wa pili uliporudi, akawa anamshawishi ndugu yake kwamba waende moja kwa moja kumuona Pastor Price, ambapo alikuwa amekataa kweli kweli, lakini hapa kakubali, ikawa ni shangwe kweli kweli. Bwana, hii ni sehemu ya pili ya recap yetu pendwa kabisa ambayo inafahamika kama Live and Die. Mimi ni Shai TZ, lakini na subscribe na kubonyeza alama kengele ili miongoni mwa wanafamilia ambao wanapata recap za kutosha kutoka hapa Shai TZ Movie. Let's go. Hapa tunamuona mke wake na Chika akiwa amepigwa butwa baada ya kuona jeneza likiwa chumbani kwake. Lakini baada ya kufika sebuleni, Mwamba akamwambia kwamba hilo jeneza nimelileta mimi. Akawa anashangaa tu nini sababu ya mume wake kuleta jeneza ndani. Lakini Mwamba akamwambia wala msishangae, maana ni kawaida tu. Lakini upande wa Pastor Price akawa anaongea hapa na mjakazi wake. Anamwambia kwamba amfuatilie Mwamba wa kuitwa Chika, kwani ana nguvu ya ziada katika mwili wake, anahitaji sana katika huduma yake ya utumishi. Upande wa babake na Kevin ikawa ni vita tu hapa nyumbani. Mwamba akaamua tu kutoka nyumbani baada ya kukataliwa kumuoa dada yake na Chika. Lakini wakati wa kuondoka akakutana na mwanadada, akamwambia kwamba naomba isiwe sababu ya mimi kukutenganisha na wazazi wako. Akamshauri Kevin, baadaye Kevin akarudi ndani. Maisha mengine yakaendelea. Lakini upande wa mwanadada ambaye ni mhudumu wa karibu na Pastor Price, yuko na rafiki yake hapa. Rafiki yake anamwambia kwamba kumuona pastor mpaka uandae kiasi cha pesa, manake ni naira 50,000. Kitu ambacho alisema rafiki yake, mimi ni rafiki yako, kwa nini uniwekee masharti magumu kiasi hicho? Mwanadada akasema huu ndio utaratibu wa kuingia kumuona pastor. Lakini siku nyingine Mwamba baada ya kukubali kwenda kwa Pastor Price, hapa kafika na dada mtu pamoja na mke wake. Lakini Pastor Price baada ya kumuona mshikaji akashtuka kweli kweli. Baada ya pala akamwambia watoke, akawa anazungumza naye. Akamwambia kwamba kuna kitu na kihitaji ambacho kipo ndani yako, manake ni ile nguvu ambayo inazuru watu. Lakini Mwamba akamwambia hiyo haiwezekani hata kidogo kukupa hiyo nguvu. Lakini Mwamba wakati anataka kuondoka, Pastor Price akataka kujaribu moto, lakini alichoambulia ni kipigo tu. Pastor Price baada ya kushindwa hapo akaamua kuwatuma vijana wake, wakaenda moja kwa moja kumvamia Mwamba wa kuitwa Chika. Lakini wakati wanafungua kwa ajili ya kumshuti risasi, hapa kilichomtokea ni kifo tu. Hapa Mwamba ikawa ni ngumu kummaliza kwa sababu alikuwa analindwa na nguvu ya ajabu kweli kweli. Lakini siku nyingine ambaye ni baba yake na Kevin kaja moja kwa moja nyumbani kwa Mwamba wa kuitwa Chika baada ya kusikia mdogo wake na Chika anataka kuolewa na kijana wake. Lakini alichokishuhudia hapa ni kinyago kimetokea cha kushangaza. Ni kinyago kinachomlinda Mwamba kikatokea wakati Mwambio pamoja na makamanda wake. Lakini hapa nyumbani aliporudi haongei na mtu yoyote. Mke wake anamwongelesha lakini Mwamba wala haongei. Lakini siku nyingine Pastor Price akawa anapanga mpango mwingine wa kwenda kumvamia Mwamba wa kuitwa Chika, maana mbinu ya kwanza imegoma. Lakini huku upande wa pili kwa Mwamba wa kuitwa Chika, hali ya kulala katika jeneza lake ambalo alileta nyumbani ikazoeleka. Sasa mke akawa anamfunika mume wake na kisha yeye anapanda kitandani peke yake. Maisha yakazoeleka, akayazoea. Lakini upande wa pili kwa dada yake Chika, huku anatembea barabarani, lakini kuna gari linamfuata. Mara ghafla wakashuka ambao ni watumishi wa Pastor Price, wakamteka wakaondoka naye. Lakini huku upande wa pili yeye anaonekana akiamka kutoka kwenye jeneza kaka mtu, lakini kuna kitu kahisi kama kuna jambo limetokea si zuri. Jamaa anajinyosha akiwa anatoka kwenye usingizi mzito. Huku upande wa pili kwa Kevin pamoja na mama yake wapo wanazungumza na baba mzazi. Baba yake mzazi bado amenuna kweli kweli, hataki kusikia hata kidogo kuhusiana na issue ya kwenda kumwoa dada yake na Chika. Huku Chika akapigiwa simu kuhusiana na mdogo wake kutekwa, ambaye amemteka ni Pastor Price. Baada ya kufika, anachohitaji ni nguvu yake iliyoko ndani yake ili tu kumwachia dada mtu, na tayari alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kuondoa nguvu iliyoko ndani yake, na alikuwa ameleta mtaalamu wake kwa ajili ya kuiondoa hiyo nguvu. Baada ya kujaribu kuiondoa nguvu ya mshikaji ambayo iko ndani yake, kilichotokea ni hiki hapa, yani wote wakasambaratishwa. Lakini baadaye mshikaji akaenda kumkomboa ndugu yake. Baada ya pale Pastor Price akawa chizi kuanzia hapo, akawa nahubiri tu barabarani kama jielewe. Lakini kwa upande wa Kevin hatimaye akaja nyumbani kwa Mwamba wa kuitwa Chika, akajitambulisha moja kwa moja kwamba anataka kumwoa dada yake, na Mwamba wala kukataa, akakubali. Akasema hiyo haijalishi kwamba babako tuna uadui gani, lakini mimi nakuruhusu kuwa na dada yangu. Lakini Mwamba inaonekana alikuwa na vita kubwa sana kiroho. Huku kijijini ambako amezaliwa Mwamba wa kuitwa Chika, kuna Mwamba mmoja anatamba huku anapikwa kwenye pipa. Inaonekana anamwagiza mrembo mmoja mpaka nyumbani kwa Mr. Chika, ambapo Mr. Chika yupo amekaa hapa. Mara ghafla akatokea mke wake. Mke wake anamkaribisha chakula tayari, lakini akahisi kabisa huyu si mke wake. Baada ya pale akaenda kumkaba na hatimaye akatokea yule aliyetumwa na mganga huko kijijini. Lakini baada ya kuulizwa kwamba nani kakutuma, katoweka ghafla. Upande wa babake na Kevin kakubali kabisa mwanae kumuoa dada yake na Chika. Akasema mwanangu, hili limeisha. Lakini yule bidada aliyetumwa na mganga wa kijijini hakukoma. Kaja tena siku nyingine kumvamia Mwamba wa kuitwa Chika.
lakini hiki hapa ndicho alikipata na hatimaye akamtaja mmiliki wake. Na baada ya hapo Mwamba akamchukua mpaka kilingeni kwa mganga huyo, lakini bosi wake naye alitaka kushambulia, lakini ilishindikana kutokana na nguvu iliyo ndani yake. Mwamba inatisha mno, lakini mtabiri wa kijiji hicho alipofika pale akawaambia wazee kwamba huyu ndiye ambaye alitabiriwa ataibeba nguvu ya Mungu wetu wa Jedi. Wazee wakawa na shangaa tu hapa, lakini huu ndio uhalisia wa kile ambacho kinatokea. Mwamba ana nguvu ya ajabu ya kulinda kijiji hicho ambacho kimekuwa kikikumbwa na majanga ya hapa na pale. Hii ni kwa sababu tu ya miungu Jedi kutopata mtu sahihi wa kukaa ndani yake, na ndicho ambacho kinaonekana hapa. Mwamba ndiye ambaye aliteuliwa kwa ajili ya kusimama na kuishi nayo miungu hiyo. Wazee wakaanza kumsujudia tu hapa. Bwana, hii tunatamatisha hapo mzigo wetu ambao unafahamika kama Living Diet. Bwana, asante sana, endelea kusubscribe na kubonyeza alama kengele. Kuna mzigo mwingine ambao unafuata muda si mrefu. Mimi ni Shai TZ, chao.